Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Hapa tupo shambani tunapanda migomba. Kama unavyoona hapa, hili ni shamba letu ambalo lilikuwa lipo idle, halifanyiwi shughuli nyingi. Sasa tumeamua kufanya kilimo cha migomba kwa ajili ya chakula. Okay. Mtu mmoja ameuliza swali, ni upi msimu sahihi wa kulima? Yaani misimu ya kilimo kwa huku Kigoma, hasa kwa mazao ya grain. Namaanisha mahindi, maharage, alizeti na mazao mengine kama hayo, ambayo kama wewe unawiwa kuja kufanya kilimo Kigoma, kuna mtu ameuliza swali kwamba ni ipi misimu ya kilimo Kigoma, then unaweza ukaja specifically kwa maeneo ama kwa wilaya ya Kasulu. Okay. Kama wewe ni mpya kwenye channel hii, hapa naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer. Kwa sasa nipo Kigoma nafanya kilimo. So huku Kigoma kuna misimu miwili ya kilimo. Hapa tutaenda kuelezea kulingana na mvua jinsi zinavyonyesha. Kwa watu ambao wanalima kwa kumwagilia, hata hapa Kigoma hawana misimu. Maana wao ni seasonless, kwamba muda wote unapojisikia kuzalisha unazalisha. Lakini kwa wale ambao wanatarajia kuja kufanya kilimo kwa kutegemea mvua, rain fed, itakubidi kuendana na msimu wa kuzalisha zao hilo hapo ambao unataka kuja kulizalisha. So kuna misimu miwili kama nilivyokuambia. Kuna msimu ambao unaanzia mwezi wa 9 ama wa 10 mpaka wa kwanza ama wa pili. Hizo ni mvua za kwanza ambazo zinaanza kunyesha kwa hapa mkoa wa Kigoma, na hapo ndipo watu wengi wanaanza kulima mahindi, wanalima maharage ya aina yoyote ya njano ama maharage hata ya soya wanalima huku, na pia ni msimu ambao watu wanaanza kulima mpunga kwa hapa Kigoma. So huo msimu utaanzia mwezi huo wa 9, maana wa 9 ndo maandalizi yanaanza kwa ajili ya kuandaa shamba lako kwa ajili ya kulivuna, na pia huo msimu tutakuja kupanda mwezi wa 10 mpaka wa 11, na target ya hapo ni kuja kuvuna mazao hayo, hasa maharage, kuanzia mwezi wa kwanza mwishoni mpaka mwezi wa pili ambao ndo msimu huu. Kwa sasa huu ni mwezi wa pili, ambapo kinachoendelea kwa muda huu ni kuvuna maharage. So ambao wamepanda maharage yote weza ya njano ama maharage ya soya, huu ni msimu ambao wanafanya uvunaji. Na pia msimu huu ndo watu wanaanza kupanda tena pale maharage ambapo yametoka, ndo watu wanaanza kupanda alizeti, na wengine wanaanza kupanda pia mazao kama mahindi, maharage pia kwa msimu huu, kwa mvua zitakazoanza kunyesha kwa wakati huu. So mtazamaji uliouliza swali hapa, katika msimu huu sasa ambao ni wa pili sasa, ambao watu wanaanza kupanda kwa wakati huu, hasa alizeti, maharage yote ya soya ama ya njano yanaanza kupandwa kwa wakati huu, kwa lengo la kuja kuvunwa kiangazi cha mwezi wa 5, wa 6, wa 7 mpaka wa 8, kabla hatujaenda sasa ule msimu mwingine utakao kuja wa pili wa kuanzia mwezi wa 9 kwenda mbele na kuendelea huko hivi. So hizo ndo misimu ambazo ziko huku kwa Kigoma. So kama unakuja kutaka kuanza kulima Kigoma huku, so jiandae, na ni misimu hiyo miwili tu ambao unazalisha huku kwa mazao hayo ambao nimekutajia ya grain. Kwa mpunga kama unategemea rain feed hivyo, lakini kama unamwagilia, kama kuna bonde moja ambao nimelikuta huku, ni seasonless, muda wote ambao unataka kupanda unalima. Kwa mfano kama mpunga kwenye bonde ambao unamwagilia, kuna ambao wanaanza kulima sasa hivi kwa ajili ya kupanda mpunga huu uje kuvuna mwezi wa 8, na kuna wengine wataanza mwezi wa 6, kuna wengine muda wote as long as una maji. So na hisi nitakuja kufichia video ukiona ile bonde ambao sasa hivi wanamwagilia na wana daima throughout. So that is it guys. Ujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Hapa tupo shambani kwa mkulima mmoja ambaye ni mfugaji wa ng'ombe, na hapa tumekuja kuchukua mbolea ya samadi kwa ajili ya kuitumia kwenye kupanda ndizi ama migomba, ambao ndo moja kati ya venture ambayo tunataka kufanya kwa mwaka huu. Tunataka kupanda shamba la robo heka kwa ajili ya kuandaa mbegu na kuingia kwenye kilimo cha migomba furi kwa mwaka huu mwishoni.
kwenye zile mvua za kuanzia mwezi Oktoba mpaka mwezi wa pili, but for now kwa sababu it is a bit expensive na mbegu kuzipata za kupanda heka nzima ni challenge, so inatubidi tutumie kwanza mbinu ya kupanda robo heka moja tu peke yake. Na ukiangalia hatuna sehemu kama hapa ulivyoona hapa, tunanunua hii mbolea ya samadi. Kila gunia tumekuwa charged shilingi 5,000. So the higher the more the amount of mbolea tutakayotumia, the more it become expensive for us. Na remember, tumeanzisha pia venture ya kufuga nguruwe na bado mpaka sasa bado ni new enterprise, hatujaweza kupata mbolea ya kutosha kwa ajili ya kutumia kwenye project zetu, but tunaamini kwamba mpaka kufikia mwezi wa 10 tunakuwa tayari tushapata mbolea za kutosha ambazo tutakuwa tunazitumia na kupeleka moja kwa moja mashambani kwetu. Hii ndo inaitwa circular agriculture ama kilimo ambacho kinategemeana. So migomba tunahitaji kwa ajili ya itahitaji nutrient za mimea za wanyama, kama hapo napona tunatumia samadi za kutoka kwenye ng'ombe, na at the same time majani haya ya migomba yanatumika kama chakula pia cha mimea. So tunapata sisi ndizi, then remains tunawafeed hao wanyama ambao tutakuwa tunawafuga, but for now hatuna hao wanyama, so itatubidi tununue, na hapa ndo tumefuata mbolea hii kutoka kwa huyo mfugaji.